Mtazamaji, hii ni Amashuleni TV, na kwa sasa tuangazie matembezi ama maandamano haya ya nguvu ya msalaba yakitokea kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania usharika wa Korogwe kuelekea kanisa Anglican mtaa wa Mtakatifu Andrea TTC Manumbu Korogwe. Andamana nami Maritini Mhina. Mtazamaji, nguvu ya msalaba kwa Wakristo inamaanisha umuhimu mkubwa wa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani na kile kilichotokea kupitia tukio hilo. Hii si nguvu ya kimwili, bali ni nguvu ya kiroho yenye maana kadhaa muhimu, ikiwemo wokovu, yaani kuokolewa kutoka dhambini. Wakristo wanaamini kuwa kupitia msalaba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Hii ina maana mtu anaweza kusamehewa na kurejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Upendo wa Mungu. Msalaba unaonesha upendo mkubwa wa Mungu kwa wanadamu, kwamba alitoa mwana wake kwa ajili ya wokovu wa dunia. Lakini pia kuna ushindi dhidi ya dhambi na kifo. Kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu, Wakristo wanaamini kuwa nguvu ya dhambi na kifo ilishindwa. Hivyo msalaba ni ishara ya ushindi na si kushindwa. Lakini ipo tumaini na maisha mapya kwa waumini hawa. Msalaba unaleta tumaini la maisha mapya hapa duniani na uzima wa milele. Lakini pia kujitoa na kubeba msalaba. Pia msalaba una maana ya kujitoa, kuvumilia na kuishi maisha ya haki hata katikati ya changamoto. Kwa kifupi, nguvu ya msalaba ni nguvu ya wokovu, upendo, msamaha na ushindi wa kiroho unaotokana na kile Yesu alifanya pale msalabani. Mtazamaji, endelea kufurahia maandamano haya. Kusikiliza ujumbe wa Mungu kutoka kwa mnenaji wa pili. Karibu uweze kuzungumza neno la Bwana saa hii, kisha baada ya hapo tutaendelea na maandamano yetu. Haleluya! Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya! Tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kumbuka, msalaba ni kwa ajili ya watu wote, na ndio maana Yesu alipokuwa msalabani hakusema na wasamehe wa Kristo, hakusema na wasamehe wa Korogwe. Alisema, Baba wasamehe, maana hawajui litendalo. Msalaba ni kwa ajili yako, msalaba ni kwa ajili yangu, msalaba ni kwa ajili ya ulimwengu. Inabidi leo
Naomba nipenye. Kitabu cha Luka 23 mstari wa 46. Naomba nipenye kidogo. Bwana Yesu baada ya kumaliza hayo akanyanyua mdomo wake na kusema, amesalimisha roho yake mikononi mwa Baba yake. Yesu alizungumza maneno haya baada ya maumivu makali aliyoyapata pale msalabani, baada ya uchungu mkubwa aliyopata pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini hayo yote ni kwa ajili ya wewe mwanadamu upate kuokolewa. Ndugu unayenisikiliza sasa hivi, Yesu anakualika katika kifo chake leo alivyokufa. Leo amekufa na Jumapili anafufuka kwa ajili ya kuokolewa. Ndugu msikilizaji, tunakuomba siku hii ya leo iwe siku ya baraka kwako, iwe siku ya neema kwako, ili Mungu aweze kukuvusha katika jaribu ulio nalo, katika matatizo ulio nayo, maana kwa kufa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya kifo cha Yesu, hata kama ulikuwa na matatizo sugu, ulikuwa na magonjwa sugu, ulikuwa na madeni yalikusumbua, lakini kwa kifo cha Yesu leo unapona. Walikuwa na kudharau, leo watakuheshimu. Waliokuwa wanakuita mchawi, leo watakuheshimu. Bwana asifiwe. Ninaomba tuendelee pamoja. Asante tarumbeta, tusikie neno letu kutoka kwa mnenaji mwingine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la wakati huu linatoka katika Yohana 19 mstari wa 30, nalo linasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa akasalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Bwana Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Kwa nini alisema imekwisha? Bwana Yesu kutoka huko alikuja kwetu hapa duniani kwa ajili ya kuja kutuokoa sisi wanadamu, pamoja na ziki na tabu na shida na mateso tunayoyapitia. Akaja akateswa msalabani, akabeba mauti yetu, akabeba dhambi zetu, akabeba mizigo yetu, akasema imekwisha. Hata leo tuko mahali hapa tunaadhimisha siku hii ya Ijumaa Kuu kwa ajili ya kifo chake Bwana Yesu, ambaye alibeba shida zetu, ambaye alibeba mauti, ambaye alibeba magonjwa, ambaye alibeba laana, akasema imekwisha. Hata saa hii tunapotembea mahali hapa ni imekwisha. Shida zimekwisha, magonjwa yamekwisha, kila kitu kimekwisha. Tumtazame Yesu ambaye yuko msalabani wakati huu. Tumtazame Yesu ambaye ameangikwa msalabani wakati huu, ambaye amebeba fadhaa zetu, ambaye amebeba
pale kidogo. Baba mkuu yuko sasa amefika kanisa la Afrika TBC Korogwe. Salama ukiwa salama kabisa. Sasa namkabidhi Kena aida kwa wote kwamba sasa nikabidhi kwa mzima. Karibu baba kwa ajili tena baraka wote upokee ishara ya kwamba umepokea kwa salama. Makofi Thank you.